Pasaka ya sasa inayosherekewa sio Pasaka aliyosherekea Yesu. Pasaka ya sasa inayosherekewa sio Pasaka aliyosherekea Yesu iliyopo katika maandiko. Isipokuwa kanisa limejaribu kutengeneza Pasaka na kuwafundisha watu kwamba Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Yesu. Uhalisia wa jambo hilo kwenye vitabu vya Mungu hakuna. Hapa narudia vizuri Bato unielewe. Uhalisia wa jambo hilo kwenye vitabu vya Mungu hakuna. Kwa sababu ukizungumzia Pasaka ukasema ni kufa na kufufuka kwa Yesu ndiyo Pasaka, kuna swali ambalo sisi Bato tutatakiwa tukuulize wewe. Unaituambia Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Yesu. Swali ambalo Bato nataka wewe uliulize kwa ndugu zetu ambao wanasema Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, linapatikana katika Luka 2 mstari wa 41. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Wazee wake Yesu wanaenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Tupo pamoja? Endelea tena. Na alipopata umri wake miaka 12 walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Asante. Yesu ana miaka 12, anaonekana anakwenda na wazazi wake kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Kwa hiyo Yesu naye alikuwa anakwenda kwenye nini? Kwenye Pasaka. Alikufa nani? Hakuna. Na Pasaka ni kufa na kufufuka kwa nani? Wanasema kwa Yesu. Yesu mwenyewe anaenda kwenye nini? Pasaka. Alikufa nani? Sasa Shafii ni kati ya watu wa kuhurumiwa kidogo, kwa sababu kwanza kitu ambacho nimewahi kusema na nasema tena, inabidi awe mpole aweze kufundishwa Biblia vizuri, kwa sababu ninaona kuna vitu bado vinamchanganya. Kuna vitu amepitia, nimpongeze, anasoma Biblia tofauti na Waislamu wengi, lakini kuna vitu bado anajikuta anapotosha. Pasaka ambao ameweza kuzungumzia Pasaka kama kifo na kufufuka kwa Yesu amepinga, lakini ukweli ni kwamba Pasaka ina sura 2 na kuna kitu kinaitwa unabii katika Biblia. Kuna Agano la Kale na Agano Jipya. Ili uweze kulielewa Agano Jipya vizuri, ni lazima uwe umelielewa Agano la Kale, kwa sababu ilikuwa ni kivuli cha mambo yanayokuja. Sasa hapo nadhani ya kwamba inaweza ikawa ni mzigo mzito kidogo kwa rafiki yangu Usali Shafii, lakini labda tu niweze kueleza vizuri kidogo. Katika Luka 2:41 ameisema Yesu anaenda Pasaka, lakini Pasaka anayoenda ni nani alikufa? Ndio hilo swali alikuwa anauliza hapo, anamuuliza Bato. Lakini ukweli ni kwamba Pasaka iliyokuwepo hapo ni ile ambayo ilikuwa ni kukumbukia kile ambacho kilifanyika wakati wa Waisraeli wakiwa Misri. Mungu aliweza kuambia kupitia malaika wake mtakatifu ya kwamba waue kondoo, alafu huyo kondoo aweze damu yake iweze kuwekwa katika vizingiti vya milango katika Kutoka. Sasa wakati wanaweka hapo, malaika atakaye kuja, malaika wa kuangamiza, atapita kwenye milango iko na hiyo damu, hataangamiza wazaliwa wa kwanza waliomo humo. Kwa hiyo malaika ilikuwa a Passover, ndio ilikuwa Pasaka. Sasa hiyo ndio ilikuwa hapo. Ndio maana anaposoma akisema ilikuwa ni Pasaka ya Wayahudi. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa ikirejelea hapo na uchinjaji wa kondoo. Sasa Yesu na ufufuko wake, kifo na ufufuko, inakuwaje ni Pasaka? Hiyo ndio swali inabidi tuweze kujiuliza. Kwanza kabisa niweze kutoa andiko moja ndio nizidi kufundisha kidogo na Shafii rafiki yangu aweze kuelewa. Ninatoa kwanza katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake 500 ili uweze kuelewa 5:7. Naisoma. Inasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo
hamkutiwa chachu, hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha tolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Kwa hiyo kumbe Kristo ndiyo Pasaka wetu. Hiyo kwanza Shafii inabidi uweke hapo kwenye akili kidogo. Kwa hiyo Yesu Kristo yeye ndiye Pasaka. Anakuwaje Pasaka? Anakuwaje Pasaka? Kuna kitu nakuja kumalizia hapo ili niweze kuliweka vizuri. Kwanza hapo anazungumzia tena kanisa, hiyo ngoja ninakuja kuielezea hapo mbele. Kwa hiyo Kristo ndiye Pasaka wetu. Kristo ni Pasaka wetu. Anakuwaje Pasaka? Anakuwaje Pasaka? Maana hiyo Pasaka ambayo ilikuwa inasherehekewa na Wayahudi ilikuwa ni kwa sababu ya kisa hicho tulichokwisha kueleza kikiwa Misri. Sasa tunapoelezewa Kristo kama Pasaka, tumsikilize Yahya. Tumsikilize kidogo hapa, anaelezea katika Yohana Injili sura yake ni ya kwanza. Yohana Injili sura yake ni ya kwanza. Nasoma mstari wa 29, afu nitarudi nisome na mbele kidogo. Anasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hapa inabidi sasa uweze kuelewa, kumbe baada ya mwana kondoo kuwa damu yake imekwisha kunyunyizwa katika milango ya wana wa Israeli wakiwa Misri, damu ya mwana kondoo huyu, na lazima ujiulize kwa nini Yesu aitwe mwana kondoo? Kwa nini aitwe mwana kondoo? Kwa hiyo Yahya anasema huyu ni mwana kondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu, kwa sababu katika Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo kwa kuamini ya kwamba damu ya Kristo, damu aliye Pasaka wetu, huyo kwa damu hiyo mtu atapata wokovu, kama vile wana wa Israeli walipata wokovu katika siku hiyo ya maangamizo kwa njia ya damu ya mwana kondoo ambaye ilikuwa ni kivuli cha kile atakachokuja kufanya Kristo. Shafii namna gani bana? Lakini vile vile sasa ukiangalia katika 35 hiyo Yohana sura ya kwanza anasema hivi, tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake, akatazama Yesu akisema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Yesu ni mwana kondoo wa Mungu. Inabidi yeye kwa sababu damu yake ndio ambayo inakuja kutakasa. Sasa hapo tumekusha kumaliza kwamba kumbe Yesu ndiye Pasaka. Anakamilishwaje kwa Pasaka, na Pasaka inabidi isherekewe vipi ambavyo Biblia imeweza kueleza. Sasa hapa ndo niweze kufundisha kidogo, angalau uweze kuelewa vizuri. Na hapo sasa, kabla sijaenda mbali, hiyo kanisa unayosema kwamba ni mipango imewekwa, unajua kuna Pasaka ya Biblia inavyotakiwa kusherehekewa ni tofauti kabisa na vile ambavyo inasherehekewa leo na wengi, lakini si kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu bado lipo na Pasaka ya kweli, Pasaka ya kweli. Sasa ni hapo ndio ambapo nahitaji kuweza kuelezea, usije ukasema kanisa ukaiunganisha kanisa la Biblia na kanisa fake ambalo we unaweza ukadhani ni kanisa linaloelezewa kwenye Biblia. Biblia iko hapo, na namna wa Kristo leo wanavyotakiwa kuisherehekea ipo imeelezwa katika maandiko, ipo imeelezewa. Sasa ninaomba sasa nieleze sasa, kama Yesu Kristo mwenyewe ndiye Pasaka, anasherehekewa namna gani? Twende kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 26. Ninaanzia hapo kwanza 26. Tusome hapo kidogo 26. Nao walipokuwa wakila, Yesu akatwaa mkate. Sasa sikiliza. Akatwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Kumbe Yesu mwili wake kafananisha na mkate ambao ameutwaa, alafu akiisha kuutwaa akaumega, akawapa wanafunzi, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Hicho ni kipengele cha kwanza, weka akilini. Lakini 27 anasema, akatwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbe Yesu kile atakachokuja kufanya atakifanya baadaye. Sikiliza kwa makini, na Mkristo anayefuatilia aweze kuelewa hapa vizuri. Na hapo ndipo kuna Pasaka ya kweli. Pasaka ya kweli. Anasema, twaeni hichi kikombe. Kwa hiyo
kitendo cha Pasaka ya kweli kimeanza kabla Yesu hajafa msalabani, ila ilikuwa ni kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ilikuwa ni kitu ambacho Yesu alikuwa amekwisha kukiweka kwamba watafanya hivyo kwa kukumbuka. Namalizia lakini nawaambieni sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Kwa hiyo amekwisha kufanya hivyo, basi akawapatia. Sasa ninaomba turudi Wakorintho wa kwanza ni kuonesha kitu kinachotakiwa kufanywa na Wakristo mara kwa mara, na ndio waite hiyo kama Pasaka. Waite hiyo kama Pasaka kwa sababu Pasaka wetu amekwisha kutolewa tayari, ambaye ni Kristo. Tunaenda hapo pia tuweze kwenda taratibu kwa hakika. Korintho wa kwanza sura ya 11. Nasoma mstari wa 24 na 20 mpaka 26. Taratibu tu. Naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hiyo ni 24 peke yake. Kwa hivyo Yesu alikuwa amesema mkifanya hivi ndio mnanikumbuka, nakumbuka kifo changu. 25. Na vivi hivi baada ya kula akatoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kwa vikombe mnatakiwa kula mkate na kunywa divai, hiyo ndio itafanyika kama ukumbusho wake. Ukumbusho wake, sio yeye wake kwa sababu alikuja, kwa sababu alikufa na kifo chake mpaka ufufuo ndio kinakuja kukamilisha ukombozi, kwa sababu Yahya anasema huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aiondoae aichukuae dhambi ya ulimwengu. Unaona? Kwa hivyo ulimwengu utaokolewa kwa yeye kwa kupitia kifo chake, ndio anaitwa mwana kondoo kwa sababu atachinjwa. Sasa 26 sasa anasema maana kila mlapo. Sasa hapo ndipo ambapo kuna point kali sana. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Hiyo ndio point. Kumbe Wakristo walifaa kula mara kwa mara, kula mkate na divai, na kila wanapokula wanatangaza mauti ya Bwana hata atakapokuja hiyo mara ya pili. Hicho ndio kitendo kilitakiwa kifanywe na Wakristo. Hiyo ndio Pasaka. Hiyo ndio Pasaka. Shafi. Hiyo ndio Pasaka. Unaona Kwa hivyo kwa jibu ambalo ameuliza Bato aulize ni kwamba Pasaka ni Kristo. Kile kilichokuwa kikifanyika na Wayahudi ilikuwa ni kivuli cha mambo yatakayokuja, kivuli cha Kristo atakayekuja, kwa sababu yeye ndio aliyeandikiwa. Sasa ile damu za kondoo na mafahali wakati huo hazikuwa thibitisha ya kwamba zinatoa dhambi au kule mwana kondoo. Sasa Mungu akiangalia katika ile milango, ile damu ilikuwa ikiakisi damu ya mwanae itakapomwagika msalabani. Hiyo ndio Pasaka ya kweli. Hiyo ndio Pasaka ya kweli. Sasa kuna kipengele chingine hapa nahitaji niweze kukiweka vizuri, ambao hata Wakristo waweze kujiwaza vizuri, kwa sababu kusema hii ni Pasaka alafu kuliwa na pilau sijui na nini, hizo sasa ni ibada zingine. Hiyo sio Pasaka inayozungumzwa hapa. Kula mkate na divai tena kwa watu waaminio peke yake, hiyo ndio Pasaka kwa ajili yao. Mgeni hatakiwi kula hapo. Lakini pamoja na hivyo sasa ni kuonyeshe maana hiyo Pasaka ikisherehekewa kuna kutawadhana miguu. Sasa kama ninyi mtasherehekea hiyo, hata kama ni Wakristo sasa ambao wewe unasema kanisa limeweka mipango yake, inawezekana ni hayo makanisa feki yameweka mipango yake ili kuvuna watu, lakini Pasaka ya kweli bado hapo imesimama ya kwamba kuna tena wanapatwa wawezi kutawadhana katika Yohana 13. Ninaisoma hiyo ndio inaitwa Pasaka ya kweli. 13 Yohana Injili. Sikiliza, Simeoni anasema hapa, utaenda kusoma kisa Yesu amemaliza hapo, akaamua kuweza kujifunga kifua, basi akaweza kuwanawisha miguu, lakini Petro anakataa kunawishwa. Sasa ninaomba niweze kwenda moja kwa moja katika kipengele cha 14 mstari wa 14. Anasema basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu ninawatawadha miguu, imewapasa vivyo hivyo kutawadhana ninyi kwa ninyi. Kwa hivyo ilipaswa watu watawadhane miguu. Kwenye hiyo Pasaka kuna kutawadhana miguu.
Kikiisha kuisha hicho kitendo, ndipo wataingia katika kula mkate na divai ulio sawasawa na mwili na damu ya Kristo. Hiyo ndio inaitwa Pasaka. Hiyo ndio inaitwa Pasaka. Inasherehekewa na kila mtu anayekiri Yesu alikufa na akafufuka, awe ni Mwisraeli, awe ni Mmakonde, awe ni Msukuma, yeyote ambaye atakiri hilo na kubatizwa atashiriki, kwa sababu ile iliyokusha kuandikwa katika kitabu cha Kutoka 12 ambao Kristo alikuwa amekusha kusema kwa namna ya tofauti. Mungu alikuwa amekusha kusema namna tofauti katika 12:43. Anasema Bwana akawaambia Musa na Haruni, amri ya Pasaka ni hii, mtu mgeni asimle. Mtu mgeni asimle. Kwa hivyo katika kuadhimisha hilo alitakiwa waadhimishwe watu wanaoamini tu. Ndio maana Yesu akifanya hicho kitendo alifanya kwa wao wanafunzi wa kwake peke yao waliokwisha kumwamini. Kwa hiyo hata kama wanaitwa Wakristo au wanaitwa kanisa, lakini linaadhimisha tofauti na msingi wa maandiko, hilo si kanisa la kweli. Na hiyo si Pasaka ya kweli, kwa sababu Pasaka imekusha kuwekwa katika msingi wa maandiko. Safi uweze kuelewa hiyo. Kwa hivyo Pasaka ipo kwa makundi mawili. Kundi la kwanza katika Agano la Kale ilikuwa ikisherehekewa kumbukumbu ya kwamba katika Misri kuna kitendo hicho kilifanyika. Pasaka ya pili ni hii ambayo Pasaka kwa ajili ya Kristo, kifo cha Yesu, na hii ndio Pasaka original, kwa sababu hii ilikuwa ni kivuli cha damu itakayokuja kumwagika baadaye. Hiyo ndio Biblia inaeleza hapo, inaeleza hapo, na bado nafikiri tumekusha kupata majibu vizuri. Kwa hivyo isije ikawa kama vile Wakristo wamekaa kimya, sasa ikaonekana ya kwamba basi kuna hoja imetolewa hapo. Hapana, ile inabidi uweze kujifunza Shafii, inabidi aweze kukaa kutulia kabisa na kufundishwa Biblia vizuri kabla hajapotosha umma kabisa.